بنور كتابه المبين وجعله شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صلاة وسلاما دائمين إلى يوم البعث والنشور، وعلى آله طيبين الأطهار، وعلى آله الهادين الأبرار، فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الناس، enyi watukufu wa Islam, awali ya yote na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuhusia nafsi yangu katika hilo. Ndugu zangu Waislamu, tupo ndani ya mwezi wa Dhulhijja, Dhulqaada mwishoni, tunaelekea katika Dhulhijja kama sitakosea. Hivi sasa baadhi ya Waislamu wengi wapo katika safari au wapo kwenye maandalizi ya safari kuelekea hija, kwenda kufanya ibada hiyo tukufu katika nyumba yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, na sisi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika mwaka ujao, miaka ijayo, aweze kutujalia tuwe miongoni mwao. Tuseme amin. Waislamu, bila kupoteza muda, leo tutamzungumzia Nabii Nuhu alayhi salatu wassalam, pale alipomuomba Mola wake dua. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an katika surati Hudi, sura 11 aya 45 hadi 46. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, anasema Allah, wanada Nuhun rabbahu faqala rabbi ibni min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin. Sadaqa Allah. Nabii Nuhu alimwambia Mwenyezi Mungu, anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, hakika mimi nina mwanangu, na kuomba ya Rabbi muokoe ni katika jamaa zangu. Namuomba mwanangu, na kuomba mwanangu yumo katika gharika, katika kuangamia, na kuomba ya Rabbi, yule mwanangu ni katika familia yangu, ni katika watu wangu, na kuomba ya Rabbi muokoe. Wa inna wa'daka alhaqa, hakika ahadi yako wewe ni ya haki. Wa anta ahkamul hakimina, na wewe ndio hakimu wa mahakimu. Hii ni dua Mwenyezi Mungu anani Nabii Nuhu anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuokoe mwanae, anaangamia katika gharika ya kuzama kwa maji. Kwa hiyo ana majonzi juu ya mwanae, amepotea, alikuwa ni miongoni mwa makafiri, hakuwa ni mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii Nuhu analia, ya Rabbi, yule kule ni mwanangu na ni katika watu wangu, katika familia yangu, muokoe ya Rabbi, anaangamia. Alafu anamsifia Mwenyezi Mungu, anasema wewe haukhalifu miadi, ni mwenye kutekeleza ahadi, kwa kuwa hakuna hakimu zaidi yako wewe ni hakimu wa mahakimu. Baada ya maombi yake hayo ya kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala amuokoe mwanae, kwa sababu yu katika kuangamia na pia ni katika familia inauma, Mwenyezi Mungu alimjibu huko mbele. Lakini kabla hajamjibu Mwenyezi Mungu, tunajifunza katika hii aya kuna mafunzo kama mawili au matatu. Funzo la kwanza la maombi, alianza Mwenyezi Mungu anatufundisha, anatusimulia Nuhu alianza kuomba, lakini kamuomba nani?
amemuomba Allah subhanahu wa ta'ala, hapa bado yupo ndani ya haki, hakuwa ndani ya shirki. Anaona mwanae anaangamia, mwanae anapotea na kashapotea. Sasa ya Rabbi, hatua hii tuliofikia na kuomba ya Rabbi muokoe mwanangu. Kwa hiyo funzo la kwanza tumelipata faida, maombi wa kuombwa ni Allah subhanahu wa ta'ala katika kila shida, katika kila hali tumtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini funzo la pili la Nabii Nuhu alipomwambia Mwenyezi Mungu, wewe ni mwanangu, tena ni katika jamaa zangu. Kwa hiyo kama mzazi una jukumu kumbe pia la kuisimamia familia yako, kuwasimamia watoto wako angali bado hawajapotea. Waswahili wanasema samaki mkunje angali mbichi. Lakini mwanawe hakuwa tayari kuwa miongoni mwa Nabii Nuhu, hakuwa tayari miongoni mwa wale ambao wanababudia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo funzo la pili tunapata hapa, kumbe unaweza ukawa na familia, unaweza ukawa na watoto. Katika watoto hao usipowasimamia kidete, usipowasimamia katika majukumu mazima ya malezi, kuna hatari ya kuwakosa baadhi ya watoto au kuwakosa watoto wote. Kama mzazi, funzo hapa tunalipata, huyu ni nabii wa Mwenyezi Mungu, ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa na nyinyi watoto pia ujumbe huu utawafika. Wengine mmeswali hapa, wengine mnasikia. Usitegemee baba yako ni shekhe ukaacha kufanya ibada ukategemea ushekhe wa baba yako. Usitegemee baba yako ni imamu wa msikiti ukategemea uimamu wake utakusaidia. Usitegemee kwamba baba yako ni mkubwa katika wilaya, mkubwa katika mtaa, eti itakusaidia. Au baba yako ni ulamaa mkubwa, mwanachuoni mkubwa. Hapa ni sehemu ya watoto. Sasa jitahidi kama watoto kujidhatiti kusikiliza maneno ya wazazi, ushauri wa wakubwa, kusikiliza, kujifunza historia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili kuweza kumjua mtume ni nani, alikuja hapa duniani kufanya nini, ujumbe wake ni gani, pamoja na kuiga mwenendo wake ili kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudia kama watoto. Isiye kafikia mahala sasa ndio inafikia mahala mzazi wako anakuona unaangamia, unatoka na roho, mzazi anatapatapa kukuombea, ashachelewa. Kwa hiyo hapa kati ya mzazi na mtoto, mwana na mtoto, mwana wewe usijifakharishe kuwa baba yako ni shekhe au ni ulama, lakini na wewe mtoto wewe baba usijifakharishe kwa mwanao kwamba mimi si shekhe nitamuombea mwanangu. Unaacha kumpa mafunzo ya dini, kumuelekeza ili baya na zuri, unasubiria ipo siku nitamwambia. Pambana mzazi, pambana. Dunia imeharibika, watoto wengi sasa hivi wameharibika, wengi ni wavuta bangi na wengi wanatumia madawa ya kulevya, lakini hata hivyo wengi ni mashoga. Mara kwa mara ukirudi kazini, jitahidi kukaa na kijana wako, kaa naye, muangalie, muoji maswali. Umeswali leo? Umeenda madrasa? Kama anafanya kazi, umefika kibaruani leo? Umefanya kazi? Bosi wake unamfahamu, wasiliana naye, kafanya kazi huyu bwana, ameshindaje huko, marafiki zake ni nani na nani. Jitahidi kumwangalia mwenendo wake, yasije akakukuta kama alimkuta Nabii Nuhu wa kijana wake. Leo vijana wengi mnawaona mitaani, wengi wameharibika, ni mashoga. Ni hatari, yaani ni hatari kweli kweli. Alafu ni aibu katika jamii, ni aibu katika familia. Uso wako wewe baba utauweka wapi? Haya, leo unaambiwa mzee, mwanao sio.
nao sio nini, wanakutafsiria. Wanaona haya kukwambia, lakini wengine watakwambia mzee, mwanae mke wa mtu, shoga huyo. Kwa hiyo kila mara, kila wakati kuwa karibu na familia. Mwanao anavaaje, mwanao anatembeaje, mwanao anakulaje, mwanao anachezaje, mwanao yuko wapi na anafanya nini, kama mzazi. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mafunzo tuliyopata katika hii aya tunaisoma katika sura Hud, sura ya 11 aya 45. Tunaingia aya 46 na ndio itafunga hotuba yetu ya kwanza. Allah anasema ndani ya Qur'an, baada ya maombi ya Nabii Nuh, anasema qala ya Nuh, Nuh, innahu min ahlik, hakika huyo si mwanao, si katika familia yako huyo. Innahu amalun ghairu salih, hakika yeye si mwenye matendo mema. Pale pale kamkanusha kwanza, anamwambia huyo si katika familia yako. Si ulisema huyu ni mwanangu, ni moja katika familia yangu? Mungu anamwambia kwanza, kabla ya kumjibu maswali yake, maombi yake, huyo si mwanao wala si katika familia yako, lakini pia si mwenye matendo mazuri yale. Kumbe tunaona hapo sasa, ili awe mwanao, ingawa alimzaa ndani ya ndoa, ili awe mwanao ujivunie yaumul kiyama, siku ya kiyama, kama alivyosema Mtume, oeni mtakuacha siku ya kiyama. Kama ndivyo hivyo, basi uwe mtoto kweli, umpinde. Usimwache apinde, mnyoshe, usimwache apinde. Mwenyezi Mungu anaambia si mwenye vitendo vizuri. Vipi vitendo vizuri? Ndio kama tulivyosema mwanzo, katika aya ya mwanzo, watoto wameharibika sasa hivi, wanavuta mabange, wanakunywa mapombe makali, nasikia wengine wanatumia mashisha, sijui kitu gani, ni mtihani. Lakini mbaya zaidi, wengine ni mashoga. Anamwambia hakika mwanao si mwenye vitendo vizuri, sio kijana mwema. Wewe unajivunia mtoto wako, mkeo akijifungua mtoto wa kwanza wa kiume, unajivunia na simu unapiga kwa marafiki zako, nimepata jembe bwana, kajifungua jembe. Ni amana hiyo, umepata mtoto wa kiume. Utamlea katika maadili ya Kiislamu? Takiwa muombe sana Mwenyezi Mungu dua, muombe sana Allah Subhanahu wa Ta'ala akuongoze na muongoze wewe kijana. Anasema fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun, anamkatisha tamaa kabisa kwamba mambo yake yako yakubali. Usiniombe yale usiokuwa na ujuzi nayo, kwa maana kwamba ile ombi lako ni mlitupilia mbali, achana nalo. Huyo sio mwanao, kamkatalia. Inni a'idhuka an takuna min aljahilina. Tena anamaliza kabisa, anamwambia hakika mimi nakusihi wewe Nuhu, usiwe miongoni mwa wajinga, usiwe miongoni mwa wajinga. Unamuombea mtoto ambaye kashapotea, haki anaiona, adhabu ya Mungu inakuja, lakini bado kang'ang'ana, hana hofu ya Allah. Ndo kama wewe mzazi unamkataza mwanao hili lile, wapi? Waislamu, kupitia hotuba hii na aya hizi mbili ambazo tumezisoma hapa, tunamwomba Mwenyezi Mungu ajalie tupate watoto wema. Kwa hiyo katika aya hii pia mafunzo yamepatikana. Kwanza, kukataliwa kwa Nabii Nuh kwamba hiyo sio mwanao, lakini funzo la pili, Mungu anamwambia hana mwendo mzuri, lakini funzo la tatu, sio kila jambo la kumuomba Mungu. Kama hapo namwambia unaomba kitu ambacho huna elimu nacho,
vitu vingine ni hatari. Akikupa Mwenyezi Mungu matumizi huna. Inafikia mahala mwingine anaomba utajiri. Haya, anakupa utajiri Mwenyezi Mungu, utautendea haki utajiri wako? Matokeo yake pesa zako, mali zako utatumia katika uasherati, katika mambo machafu, katika kumuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya mali zako. Lakini funzo lingine tumepata hapa, Mwenyezi Mungu anamuhusia Nabii Nuh, usiwe miongoni mwa wajinga. Kwa wapo baadhi ya wazazi ni wajinga, hawasimamii familia zao. Yeye akitoka katoka, akirudi karudi, hajui mwanae amekwenda madrasa, kasoma nini, ustazi ananidai hanidai. Mtoto hana tabia za Kiislamu, mtoto ana tabia za kimagharibi, mtoto ana tabia za kikafiri, hana tabia ya Kiislamu, hana akhlaqi za Uislamu. Yupo tu, hajui ni haramu wala ni halali. Waislamu kila mmoja abebe familia yake, aichunge familia yake. Wallahu tabaraka wa taala yakulu biqaulihi yatadil mutadun wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala azza min qa'ilin alim fa idha qara'ta al-Qur'an fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara 'alayha malaa'ikatun ghilazun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahu al-'azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الناس، nakuhusieni tena ndugu zangu Waislamu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mara ya pili, pamoja na kuhusia nafsi yangu pia katika hilo. Waislamu, kama tulivyoeleza katika hotuba ya kwanza, maombi ya Nabii Nuh kwa ajili ya kijana wake aliyekuwa akiangamia baada ya kuja gharika, akambembeleza Mwenyezi Mungu na kumkumbusha Allah, wewe ni hakimu wa mahakimu na wewe haukhalifu miadi, unatenda haki. Lakini Mwenyezi Mungu naye akamjuza, ewe Nuhu, sawa, lakini hayo unayosema, unaomba kitu ambacho sicho. Huyo mwanao si mwanao, hakuwa katika familia yako huyo, kwa matendo yake sio mema. Lakini pia tunasoma na aya ya mwisho ambayo Allah subhanahu wa ta'ala katika hotuba yetu ya leo tunaifungia, anasema, anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao kwamba mmeamini, qu anfusakum ahlikum nara, okoeni nafsi zenu za watu wa majumbani wenu na moto. Okoeni nafsi zenu kwanza nyinyi wenyewe na za watu wa majumbani kwenu na familia zenu na moto. Ahli hapa ni mke, watoto. Anza nyumbani kwako, kwa sababu anasema Allah, waquduha an-nasu wal hijara, wote kuni zake ni watu na mawe. Tena alaiha malaikatun ghilazun shidad, unasimamiwa na malaika wakali wenye nguvu.
la yaasuna Allah ma amarahum, hawamwasi Mwenyezi Mungu yale ambayo amewaamrisha, wayafaluna ma yumaruna, wanafanya yale ambayo ameamrishwa. Sisi wanadamu tumepewa khiari, Waislamu, maamuzi, na ndio maana adhana yakiadhiniwa kuna wapo wanaenda msikitini, kuna wengine hawaendi, na ndio maana kuna wengine hawanywi pombe, kuna wengine wanakunywa pombe. Maamuzi, khiari, khiari. Na ndio maana kuna wengine wameoa, kuna wengine wanakuwa bado ipo khiari. Kwa hiyo malaika hawana khiari, sisi wanadamu tumepewa khiari. Ni jukumu la kila mzazi, jukumu la kila familia kuchunga familia. Tunanukuu hadithi moja ya mwisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema, anatusimulia kwamba anasema, warawa ash-shaykhan an ibn Umara, wamepokea hawa mashaykhani, hawa mashekhe wawili Bukhari na Muslim kutoka kwa Ibn Umar. Qala, anasema samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kila mmoja wenu ni mchunga na ataulizwa alichokichunga. Unafurahia watoto, unafurahia kuwa na mke, kuwa na wake wengi, unawachunga? Kila mmoja wenu ni mchunga na ataulizwa alichokichunga. Anasema tena Mtume, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, na kila mmoja ataulizwa. Fal imamu ra'i, kiongozi ni mchunga, wa mas'ulun an ra'iyatihi, na ataulizwa kiongozi alichokichunga. Hapa halina maana ya imamu kiongozi wa msikiti, kiongozi. Warajulu ra'i, na mtu mwanamume yoyote, mtu ni mchunga fi ahlihi, mwanamume yoyote ni mchunga katika familia yake, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, ataulizwa alichokichunga katika familia. Wal mar'atu ra'iyatun, na mwanamke ni mchunga fi baiti zawjiha, katika nyumba ya mumewe. Wewe mwanamke, nyumbani kwako kwa mume wako ni mchunga wa mali za mumeo. Mume akiwa hayupo, wewe ndio unaachiwa nyumba, watoto, mali, uzichunge, utaulizwa na wewe. Wal khadimu ra'in, mjakazi, mfanyakazi ni mchunga fi mali sayyidihi, katika mali ya bosi wake, wa huwa mas'ulun an ra'iyatiha, ataulizwa naye alichokichunga. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, kila mmoja wenu mchunga na ataulizwa alichokichunga. Shekhe katika tangazo lake alisema, yauma la yanfa'u malun wala banun, hiyo siku inasubiria ambayo haitafaa mali wala watoto. Abu Lahab alijinasibu Abu Lahab, mimi nishaangamia wakati mimi hapa nina mali. Mwenyezi Mungu akamkata kauli yake, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hakuna habari hiyo, utajiri wa kwako duniani. Ukija huko hakuna habari ya utajiri. Watoto ni wa kwako, ukija huko tunaangalia umewaleaje, sio wako tena, ili wawe wako ujivunie siku ya Kiyama, uwe umewapa mafunzo bora, wameswali, wamefunga, wacha Mungu, wanajihifadhi, wa kike wanajistiri, ndio utajivunia, hao ni wanangu. Unaondoka duniani unaacha watoto wema, wanakuombea dua mzazi wao, mashaallah. Lakini ni mtihani katika familia zetu mkubwa. Wake wa mashekhe, ukiambiwa yule mke wa shekhe unakataa, huamini. Mke wa ustazi, ukiambiwa yule mke wa ustazi, huamini. Watoto wa mashekhe, ukiambiwa yule mtoto wa shehe, huamini. Watoto wa ustazi au wa imamu, ukiambiwa yule mtoto wa imamu, huamini. Tunabaki pale pale. Usijifakharishe na uimamu wa mzazi wako, na wewe imamu usijifakharishe na kuwa na watoto na wake. Inna Allah
إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة الكرام حماة الإسلام خليفة أبي بكر الصديق وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا والوالدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم أذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.